Ala kichapa magara ndachiruba. Yule binti sio mzimu na wala hajafa. Pia sio binadamu wa kawaida. Tena bora umewahi mapema. Maana ungechelewa kidogo ungepoteza maisha wewe pamoja na familia yako yote. Kwa sababu wewe uko ndani ya mikataba. Sawa. Lakini mimi mpaka nakuja hapa ni kwa sababu nahitaji msaada wako mtaalamu. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, hebu jaribu kuangalia unanisaidiaje. Na unaposema masuala ya mkataba, mimi nashindwa kukuelewa ni mkataba gani huo? Kweli ukumbuki kwamba ushawahi kwenda kwenye kilinge cha Mzee Gola kwenda kutafuta utajiri? Ulipewa dawa na hiyo dawa ukaambiwa utumie ndani ya siku 7 na baada ya hapo utoe kafara. Ulifanya hivyo? Ni kweli nakumbuka, lakini mimi nilishindwa kurudi tena kule kutokana na masharti yalikuwa magumu. Kwa sababu niliambiwa nitumie ile dawa lakini baada ya hapo nimtoe mama yangu. Sasa mimi nisingeweza kufanya hivyo kwa sababu nahangaika natafuta pesa ili nije kumsaidia mama yangu na dada yangu. Sasa kama nitamtoa kafara mama yangu afe, mimi nitakuwa nimefaidika na nini? Na ndio maana nilishindwa kurudi tena kule kwa mtaalamu. Kwa hiyo kama kuna namna yoyote ya kunisaidia naomba nisaidie. Umekosea sana. Mizimu ya Mzee Gola imekasirika. Maana hicho ulichokifanya ndio kinagharimu sasa maisha yako. Sasa mtaalamu, mimi kiuhalisia sielewi chochote na kutegemea wewe. Naomba uniambie unanisaidiaje katika hili ili niweze kutoka kwenye haya matatizo tafadhali. Naomba unisaidie. Ili kumaliza hilo tatizo unapaswa ulale na maiti. Ili kuondoa nuksi za huyo kiumbe anayekufuatilia. Na sio kulala naye tu, unatakiwa umuoe. Sasa mimi nawezaje kufanya vitu kama hivyo mganga? Nawezaje kulala na maiti? Nawezaje kumuoa maiti mimi? Kwa hiyo nikifanya hivyo ndio itakuwa dawa ya kunitoa mimi kwenye matatizo nilokuwa nayo, au ndio dawa ambayo itakaonifanya mimi niweze kupata pesa? Hiyo ndio tiba itakayokutoa wewe kwenye matatizo. Ila kama bado una shida na pesa, nitakusaidia kukupa masharti mepesi. Kwa sababu hii kazi ushaianza.